بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى kutuwafikia kuwa pamoja katika siku tukufu hii yaumul Jum'a, ikipambana pia na yaumu Ashura ya mwaka 1448 baada ya hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa utukufu wa siku ya leo atujalie sote tuwemo katika minal maqbulin, atusamehe madhambi yetu, atujalie shifa kwa wagonjwa wetu, awarahamu amwati wetu, na atatulie kila mwenye tatizo na shida na balaa. Allah subhanahu wa ta'ala jalie min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja, kwa baraka ya siku tukufu ya Jum'a na sehemu tukufu tuliyoko ndani yake ambapo kwamba ni msikiti, na pamoja kuwa ni umumu ya kuwa ni msikiti, ni khusus kuwa ni msikiti ambao kwamba wafanyakazi ya misikiti ambao kwamba aliweka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misikiti hutofautiana kwa daraja kulingana na kazi na ufanya ule msikiti, sio kulingana na namna ulivyojengwa msikiti. Msikiti daraja yake ni kazi ya msikiti na ufanya. Na msikiti huu Masjid Riyadhul Janna ni katika misikiti ambayo kwamba katika tarehe imefanya kheri kubwa na haraka kubwa ya taalim pamoja na da'wa na tazkia. Allah subhanahu wa ta'ala awarahamu walioasis na awahifadhi wanaoendelea, wanaoshirikiana na wao, awapatie nguvu, na sisi atutie katika baraka za walioasis mambo kama haya. Msikiti ambao kwamba jina lake tayari ya kuonyesha kuwa usisa ala alilm. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia kwenye hadith, idha marartum bi riyadil jannati farta'u, mtakapopita katika mabustani ya peponi basi lisheni, tulieni. Na katika mabustani hayo alipoulizwa sallallahu alaihi wasallam akasema katika riwaya hilaqud dhikri, na katika riwaya akasema sallallahu alaihi wasallam hilaqul ilmi. Kwa hivyo riyadh ni majmuu ya hilaqul ilmi na hilaqud dhikri iliyokusanyika katika sehemu kama hii tukufu iliyoasisiwa na Maulana al-Imam al-Habib Salih bin Alwi Jamalul Layl qaddasa Allahu sirrahu wa rafa'a Allahu darajatuhu fil jannah wa hafidha Allahu furu'ahu wa dhurriyyatahu, ambao kwamba yasauna li khidmati maqasidi masjidi kama hii ambao kwamba umewekwa kwa malengo kama haya. Ikhwata al-iman, tumeingiliwa na mwaka mpya wa Kiislamu ambao ndani yake twakumbuka hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukijikumbusha nafsi zetu kuwa pamoja na kuwa hijra ina maana iliyokusudiwa katika kutoka mufaraqatul awtani ila watanin akhar, mufaraqatul watani ila watanin akhar, ama mufaraqatul baladin ila balad, kuondoka kugura kutoka mji, intiqalun min baladin ila balad, kugura kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine, firaran bidinika wa hifadhan lidinika. Pia hijra ina maani zingine ambazo kama Mtume Muhammad sallam ametubainishia katika hadithi zake aliposema, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi walmu'minu man aminahu an-nasu fi amwalihim wa a'radihim wa dimaihim. Akamalizia akisema walmuhajiru man hajara ma naha Allahu anhu,
kuwa hijra sio tu kugura kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine ili kuhifadhi dini yako, bali hijra ni kugura kila alichokataza Mola Subhanahu wa Ta'ala, ukakimbilia kila alichokiamrisha yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala, ukihakikisha maana akisema Mola Subhanahu wa Ta'ala, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Hijra ni kuhakikisha maana ya taqwa katika maisha yako. Hijra ni kuhakikisha sifa ya ilmu katika maisha yako. Hijratun min al-kufri ila al-islam, hijratun min adh-dhulumati ila an-nur. Aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, wa adh-dhulumatu anwa', al-kufru dhulmatun wal jahlu dhulmatun وكذا وكذا الحقد الكبر والحسد وغير ذلك من الصفات الذميمة كلها أنواع من الظلم, ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametutaka tutoke tufanye hijra katika dhulumat kama zile, tuingie katika anwar, nurul Islam wa nurul ilmi wa nurul hikma wa nurul mahabba wa nurul salam. Ukihakikika na sifa kama hizo, utakuwa wewe wafanya hijra. Unapofanya bidii kugura kutoka ujinga ukapata ilmu, kugura kutoka sifa ya kibri ukawa na sifa ya tawadhu, kugura katika sifa ya kuwa una hasad ukawa na sifa ya kuwa una mahaba na waislamu wenzako na wapenda. Yote haya ni milango ya hijra ambayo kwamba iko wazi. Tuseme walikwenda Makka wakagura Madina, imekwisha. Bal babul hijrati maftuhun bihijrani kullu ma naha Allahu anhu, kila alichokataza Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qati'atul arham, kata kizazi Mungu amekataza. Gura kata kizazi, uende katika kuunga kizazi. Kuangalia waliokuwa wanyonge katika mujtama. Yote hizi ni sifa ambazo kwamba tutakaniwa tuzikimbilie kufanya ili kumkimbilia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Iwe anta tuhajiru ila, yani kullu ma naha Allahu ila kullu ma amara Allahu bihi Subhanahu wa Ta'ala, wagura kutoka yale aliyokataza Mola Subhanahu wa Ta'ala yote, ukikimbilia yote aliyoamrishwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kadri ya uwezo wako. Mola Subhanahu wa Ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie na atuhifadhie sehemu kama hizi ambazo kwamba zenye kutusaidia kufanya hijra kama hiyo ya kutoka katika ujinga kuingia katika maarifa, kutoka katika ufisadi kuingia katika salah na ghairi dhalika min anwa'i alhijra, ambapo kwamba ussisat mithla hadhihi almasajid li ada'i tilka almaqasid. Lingine tukiwa pia tukumbuka hijra Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni muhimu katika hijra kama hii iwe tuwajikumbusha minasaba yetu ambayo kwamba imefungamana na tarehe yetu. Maana katika hijra pia ni hijratun min hawiyatil jahiliya ila hawiyatil islam. Mtume alipogura Makka kwenda Madina alitaka kujenga hawiya, alitaka kujenga intima, alitaka kujenga kuwa ujue wewe wategemea wapi, wafuata wapi. Nahnu atba'u sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana akaasis mambo kadhaa kubayinisha kuwa hii ni ramzun min ta'dhimi sha'airillahi subhanahu wa ta'ala. Akaweka vitu kadha na kadha, akatuwekea Idi, akatuwekea sha'air kadha na kadha, ili mtu atambue kuwa na sisi katika Uislamu tuna shiar ambayo iko kadha na kadha na kadha. Na ndio maana maswahaba wakaweka tarikhul hijri ili sisi tuwe na hawiya yetu. Ilikuwa iko tarehe ya Kifursi, tarehe ya Kirom, tarehe za miladi zinginezo, lakini maswahaba wakaona ni muhimu kuweka tarehe ambayo kwamba itakuwa yani Muislamu akijinasibisha nayo ajinasibisha na hawiya yake na dini yake. Maal asaf, tuko katika wakati almuslimu yaftakhiru bihawiyati ghairihi. Muislamu ajigamba na kuona kuwa yeye kuendelea kwake ni kujua tarehe ambayo si yake yeye na kushika tarehe nyingine. Muislamu ajiona kuendelea kwake ni yeye kujua lugha ambayo si yake yeye, kuacha lugha ambayo ni yake yeye. Muislamu ajiona yeye kuendelea kwake ni kujua kuandika hurufu ambazo kwamba si zake yeye kama hazimathilu Uislamu, akawacha kile ambacho kwamba cha asili chake yeye. Wala Uislamu haujakataza mtu kutawassa kujua lughat sawaan qira'atan au kitabatan, lakini Uislamu umetaka kwanza antahfadha ma ladaika,
Yani uwe wewe kile ulicho nacho wewe ukihifadhi na ukitukuze na ukipigie mapambaja, kwa sababu hichi ni chako, umeachiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ametuachia hawia aliposema inna iddata ash-shuhuri inda Allahi 12 shahra, akataja kuwa katika miezi aliyopanga Mola subhanahu wa ta'ala fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard, ni haya miezi 12. Akataja katika miezi haya 12 ili ujue ni gani, akasema minha arba'atun hurum. Sasa hii arba'atun hurum wewe yatoe katika kalenda ya miladi, utapata tutolee minha arba'atun hurum katika miladi ni gani itakuwa. Bila shaka Allah alitaka kutuasisia ashhur al-qamariya, ambao kwamba kuwa hii ndio mtakuwa hata ibada zote nyingi, ibada ya saumu, ibada ya zaka, ibada ya haji, ibada hata ya kukaa eda, ibada ya hauli za zaka, zote hizi zimefungamanishwa, ibada ya Eid al-Fitr, Eid al-Adha, saumu Arafa, saumu Ashura na zinginezo. Kufunga katika hizo arba'atul hurum imefungamanishwa na al-ashhur al-qamariya, ambao kwamba ndiyo hawia sisi Waislamu. Kwa hivyo tunahitaji Waislamu kurudi kuenzi tulichoachiwa sisi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukashikamana nacho na tukakijua. Leo ni aibu Muislamu muulize umezaliwa lini, atakutajia tarehe ambayo kwamba ni ya miladi. Muislamu muulize ulioa lini, ulianza skuli lini, ulianza madrasa lini, akakutajia tarehe ambayo kwamba si ya hijri, ni tarehe ya miladi. Mwenye kukumbuka katika sisi pengine tarehe yake ya kuoa atakumbuka, akitasherehekea iwe ya kuzaliwa, ya kuoa, ya watoto wake waliozaliwa, zote anazoziandika aziandika kwa tarehe ambayo kwamba si yake yeye, bali hata yani harakati zetu hata pengine zisizokuwa za madrasa, pengine baadhi ya madaris kule kwetu Mombasa, mtu zile harakati za madrasa zaenda kulingana na tarehe ambayo kwamba si ya hijri. Ukaona madrasa ikatoa pengine off ya mwaka mpya wa miladi, isitoe off ya mwaka mpya wa Kiislamu. Madrasa ikatoa off ya sherehe kadha na kadha katika tarehe ya miladi, ikija tarehe ya hijri hata isitambulikane, hata kusifanya usifunge sawa, usifanye hata munasaba wa kujua kuwa leo ni kitu fulani. Wa hakadha wenye biashara, mtu katika sherehe za mwisho wa mwaka wa kimiladi akaweka katika biashara yake mataa na akarembesha na akawishi watu na akafanya haraka ambapo kwamba mtu akajua leo ni tarehe fulani. Lakini sisi ambaye kwamba hatujambo hukumbuka Ramadhani, tukaionyesha na tukaonyesha mfungo sita, wale ambao kwamba tuikubali mfungo sita kama shaira ambao kwamba ni ya kutukuzwa na kuswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo sisi ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia hawia kama hii, kuihifadhi hawia kama hii ni sisi wenyewe kuanza kuitukuza. Hata kama mishahara na mengineo yaenda katika ndia ile, kuna mambo ambayo kwamba mimi na wewe tuweza kufanya, khutwat basita yasira, kuzaliwa kwako, kuzaa kwako, kuoa kwako, yote unayofanya ukiyanukuu na ukiandika na ukiyafurahia, yafurahie na ukiandika kwa tarehe ambayo kwamba ni ya hijri, ambayo kwamba ni turathi tulioachiwa na sahaba na khulafa ar-rashidun, ambao kwamba hawafanyi kitu isipokuwa Mtume amesema tushikamane nao. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, akasema udhu alayhi bin nawajid, yashikamaneni, shika kwa magego yale ambayo kama umeachiwa na Saidina Abubakar radhiyallahu anhu wa ardah, Saidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah, Saidina Uthman ibn Affan, Saidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah, na Saidina al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib, ambao kwamba ilikuwa khilafa 30 ama alotimiza Saidina al-Hasan. Hii ilikuwa marhala ambayo kwamba ni marhala abawiyya nabawiyya musnada, marhala ambayo kwamba yani mahfudh bin nas, kwa nasi ya Mtume kuwa hii ni marhala rashida ambayo kwamba ina hidayah ndani yake. Kwa hivyo wanachotuwekea wao ni sunna ambayo kwamba inatuelekeza katika njia aliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tuchukue changamoto kama hii, kila mmoja katika maisha yake aangalie vipi ataweza kuhuisha, na hiyo ndio jihadi kubwa. Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru 100 shahid, katika riwaya falahu ajru shahid, katika riwaya falahu ajru 100 shahid. Yule mwenye kuhuisha katika njia yangu, katika sunna mwenendo wangu, maana sunna bi maana manhaji wa tariqati,
Yule ambaye kwamba atahuisha wakati watu wameiwacha, wakati watu wameifisha, Mtume asema sallam, huyo atakuwa na ujra wa shahidi, atakuwa bali katika riwaya atakuwa na ujira wa mashahidi 100. Na katika hadithi nyingine Mtume sallam asema, bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, dini imeanza ikiwa ni geni, haipende, haitakiwi, haitambuliki, na itakuja wakati itarudi vile vile. Kama katika majumla ambayo kwamba hayatambuliki katika dini yetu ni tarehe yetu ya Kiislamu na mengineo ambayo kwamba pengine yamebaki rasm bila maana, yamebaki asma na arsam bila yani makusudio ambayo kwamba yamekusudiwa kuwa na kitu kama kile. Kwa hivyo kuhifadhi turathi kama hii kwa kile unachoweza wewe ni katika wewe yani kuwa katika alladhina yuhyuna ma amatahu nas. Tumekasema fatuba lilghuraba, yani mafanikio na furaha na kufaulu ni kwa wale ambao kwamba wataonekana wageni. Ni nani? Wale ambao kwamba kwa mfano watakuwa wakisherekea kuzaliwa kwao kwa tarehe ya hijri, wale watakaokuwa wakihuisha. Alladhina, akasema alladhina yuhyuna ma amatahu nas, alladhina katika riwaya yuslihuna ma afsadahu nas, alladhina katika riwaya yuslihuna idha fasada an-nas. Watu wakiwacha njia ya Mtume sallam, wao washikamana nayo, wao washika ile tariqa, alaikum bisunnati, manaki alaikum bitariqati wa tariqati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie. Na katika jumla kuyakumbuka haya katika munasaba wa kwanza tunaosherekea baada ya hijra, katika tarehe ya hijra, ni kusherekea yaumu Ashura, ambapo kwamba ni siku Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alithibitisha kwa nafsi kuitoa katika hawia yahudia akaiweka katika hawia islamia. Alipofika Madina Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuulizwa kuona Wayahudi wakifunga yaumu Ashura, akawauliza mfunga kwa nini? Akasema hadha yaumun najja Allahu fihi nabiyullah Musa, hii ni siku Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Nabii Musa alayhi salam dhidi ya Firauni. Mtume akaona hapa hawa wanachokisherehekea asli yake ni intisaru alhaqi ala albatil. Nabii Musa kumshinda Firauni ni haqqun intasara ala batilin, ni haki imeshinda batil. Ndio akasema nahnu ahqqu bi Musa inkum, sababu sisi huyu ni imamu Nabii Musa alayhi salam katika aimatu ahlul haqi na ameshinda, basi sisi ni aula kusherehekea ushindi wa imamu min aimat ahlul haq kuliko nyinyi. Nyinyi hatuwakatazi, sherehekeeni, lakini sisi ahqqu bi Musa minkum. Akawa naye asherehekea, akaijenga. Sasa hapa katika aliposema katika riwaya la in ishtu ila qabilin, nikiishi mpaka mwakani, la asumanna at-tasi'. Kwa nini akaweka hiyo? Hatta yumayizana min al-yahud, hatta takun lana hawiyatan khassa, hatta takun lana khususiyya, sisi tuwe na ikhtisas kuwa sisi Waislamu ada yetu ama sunna yetu ama njia yetu ni tofauti na Mayahudi. Walan tarda anka al-yahuda wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Mtume alifanya jihadi kwa kusomesha kwake na kuelekeza Waislamu kuwa tufanye mukhalafatul yahudi ili tupate hawia yetu. Sisi leo tufanya jihadi aqsal imkan kuwa tuende tuwafuate na kufanana na wao ambao Mtume alitaka kuwa khalifu. Mtume alitaka kuwa khalifu, akasema msiwafuate wale. Katika riwaya nyingine akatuhadharisha, la tattabi'anna sanana man qablakum. Mtume asema mutafuata njia za waliokuwa kabla yenu, ambao nani? Alyahudu wan nasara, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira', mutafuata shibri kwa shibri. Hatta idha dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu, hata wakija wakiingia katika shimo la yuru mutaingia. Maanake maanisha nini Mtume? Maanake mtawafuata kipofupofu bila kufikiria akiba ya kile unachokifuata. Shimo la yuru, kawaida shimo asili yake linagiza, sio? Sasa mtu akitaka kuingia kwenye shimo kwanza huangalia ingia wapi. Na yuru tabia yake kwenye shimo lake huingia na kitu ama huingia na miguu. Mtu akiwa mahali atakatahadhara, hata kama atakushuka baharini, utashuka kwanza na miguu kuangalia kwa salama. Lakini utaingia kama sifa anavyoingia juhur ya dhab, utaingia kwa kitu mbele, miguu nyuma. Na waingia mahali kuna giza, na waingia mahali kuna harufu mbaya yenye kunuka, lakini waingia hivyo hivyo. Na ndio hivyo zilivyo leo. Si harusi zetu,
si masomo yetu, si minasaba yetu, sherehe zetu. Twafuata shibran bi shibrin. Iwe atakayekuja katika sherehe ile ataingia mwanamume katikati ya wanawake afanye mambo hayafai, iwe ataingia katika kadha na kadha yatafanyika, lakini madamu wamefanya wazungu, sisi tutafanya. Mtume wa Mungu ametutahadharisha, sisi hatujali. Tuangalia yale la tattabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira' hatta idha dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Wakiingia katika shimo, wewe uone waingia wapi, waingizwa mahali. Ndio utaona leo mtu afanya ameona mchezaji wa mpira amesherekea bao, amefanya kitu, hajui hata maana yake nini, na yeye atafanya vile vile. Utaona nyimbo katika za YouTube, watoto wanazoangalia katika mitandao, watoto wadogo asikia katuni yaregelea maneno ambapo kwamba hata hajui maana yake nini, ile maneno ya mtoto wake akahifadhi na akayaimba, pengine ile maneno yatamtoka na Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini at-taqlidul a'ma, kufuata bila kuangalia akiba kile unachokifuata wewe. Ndio Mtume akasema la asumanna at-tasi' al-illa al-gharad hatta takuna lakum hawiyya khassa. Muwe na intima, muwe nyinyi ni waislamu, la tatba'una al-yahud bali an-nasu yatba'unakum. Nyinyi ni atba'u sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikawa ni sunna kufunga tisia kukhalifu mayahudi, ambapo kwamba kuhuisha siku ya Ashura. Siku ya Ashura siku adhim, ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewanusuru manabii wake dhidi ya ahlul batil, kuanzia kunusuriwa Nabii Adam dhidi ya shaitani alipotubia, tauba yake ikakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kunusuriwa Nabii Nuh kutua jahazi yake, kunusuriwa kwa Nabii Ibrahim dhidi ya Namrud, kunusuriwa Nabii Suleiman Mungu kumpatia ufalme, na hakadha Nabii Yusuf, Nabii Yaqub, Nabii Ayyub, Nabiyullah Yunus kutolewa katika shimo, katika tumbo la tewa. Yote haya katika tarikhi na katika sira, katika athar, huwa yamepatikaniwa katika siku ya Ashura. Hata kunyanyuliwa Nabii Idris alayhi salam na Nabii Isa alayhi salam, wote kunyanyuliwa katika tarikhi kama ya Ashura. Zile thubutu kwa sahihi ni kuwa Nabii Allah Musa na kufanya sunna ya tausi ala al-iyal na kukhalifu mayahudi kwa kufunga tisia. Mengine katika ambapo kwamba baina hadithin dha'ifin au ashaddu dha'fan qalilan au akhafu dha'fan qalilan. Lakini wewe Muislamu katika kukimbilia, Mtume aliposema ala inna lillahi fi ayami dahrikum la nafahat ala fata'arradu laha, wewe ni kuzengea kila penye uwezekano wa kupata hata kama ni 1% ufanye, madamu si jambo la haramu, kwa sababu wewe wakimbilia watafuta namna. Leo wewe kuna mtu akanunua kadi kubet, wanaofanya kucheza kamari, huwa na hakika atashinda, pengine hana hata 1%, lakini ana yani 0.01%, lakini akafanya kwa sababu naweza nikashinda na kamari. Katika sunna za Mtume, isakuwa dhaifu, fanya. Ikiwa ni dhaifu utapata ile asli ile, madamu ni ibada. Ikiwa si dhaifu utapata ile ibada ikifungamanishwa na Ashura, kama mfano kutoa sadaka, mfano kuzuru wanazuoni, mfano kuzuru makaburi, mfano mas'u ala al-yatim wa ghairu dhalika. Isikuache yani ilmuka bi dha'f al-hadith isifiwe sababu ya wewe bi'adam al-amal. Nasema al-ilmu la yamna'u min al-amal, yani ilmuka bi anna hadha hadithun dha'if la yamna'uka min al-amal. بس غاية الأمر أن تعمل ذلك العمل وأنت لا تعتقد سنيته، تعتقد مجرد وهيني ni ibada, lakini ikiwa ni sunna na mimi nitapata. Kwa hivyo akawa Allah subhanahu wa ta'ala yansuru ahlul haqq, akamnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika jumla ahlul haqq walionusuriwa ni al-Imam Hussein radhiyallahu anhu wa ardhah, ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimnusuru, japokuwa sisi madhhari yetu tunaoona ni kuwa ameuliwa, ameshindwa, lakini ushindi si kwa kuuawa wala kuua. Ushindi ni ile kadhia yako wewe ibaki kudumu. Katika vita vya Uhud sisi tutafsiri Waislamu wameshindwa, lakini kihakika Waislamu wameshinda, kwa sababu Uislamu ndio uko mpaka leo waendelea. Kushinda kwa jambo sio wewe kummaliza adui yako, ni wewe kufanya lile analolitaka adui yako lisiwe, ndio umeshinda. Lakini alolitaka kina Abu Jahli na makafiri wa Maka katika vita vya Uhud ilipatikana, bali da'wa ilizidi kuendelea.
na vile vile aliomuua Imam al-Hussein radhiyallahu anhu ardah, alolitaka katika kumaliza nasli ya ahli bait ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika kuua risala ya mirathi ya Mtume, akataka watu badala ya kushughulika na mirath washughulike na thari. Lakini al-Imam Ali Zain al-Abidin akawa ni mtu ambaye kwamba wa'i, yani yuwazinu al-umur bish-shar' la bit-tab', anaangalia haya mambo maali yake ni wapi. Mimi nikitaka kisasi nikiua kisha itakuwa nini? Akaona inazala, akajitenga, akashika irthun nabawi ambao kwamba ni ilmu, kusomesha wale waliochangia kuumwa babake, akaeneza risala ya ilmu, risala ya hikma, risala ya akhlaqi za Mtume Muhammad sallam. Ndio mpaka leo tukapata riadha kwa sababu ya Sayyidina Ali Zainul Abidin. Leo Sayyidina Ali angejitoa na mimi nataka kuuawa, tungekuwa tuna riadha leo. Lakini leo marakiz za ilmu zimeendelea kwa sababu alipoona mimi nishike manhaju salama, manhaju hifadhi ala al-irth an-nabawi, sio kutafuta thar, kwa sababu alioua amefanya, kuna amal mbele ya Mungu, kuna hisabu utasubiriwa na Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini hii ilmu, risala ya babu yake Mtume sallam, akaona hii ndio kitu, akarudi Madina akaeneza ilmu. Kwa hivyo na sisi katika kukumbuka mambo kama haya, alaina bil iqtida wal ittiba'. Al ittiba' wal iqtida, wa awwalu man naqtadi bihi Sayyidina Ali Zain al-Abidin. Alifanya